Umewahi kufikiri mgonjwa anapokuwa kitandani akihitaji tiba damu kwa haraka ili kuokolewa maisha yake? Ila ndani ya hospitali alipo hakuna kundi lake la damu au kuna upungufu mkubwa wa damu. Hali ambayo huwalazimu wataalamu wa afya kuanza kuhangaikia mawasiliano kati ya hospitali moja na nyingine au katika benki kuu ya mpango wa taifa wa damu salama kuuliza iwapo watapata. Ni wakati mgumu, hasa pale unapokuwa na idadi kubwa ya wahitaji, huku kiwango kilichohifadhiwa benki ya damu hakitoshelezi uhalisia. Kwa mazingira ya namna hiyo, mara nyingi mgonjwa hushindwa kuhimili kusubiri hadi ipatikane. Kuna ambao hupoteza maisha. Niliwahi kukutana nalo hilo. Kuna mgonjwa alikuwa anahitaji damu. Aina fulani damu zina aina zake. Alikuwa anahitaji damu ya aina fulani. Nakumbuka ilikuwa kama B positive. Kwa wakati huo damu ile ilikuwa haikuwepo kwa wakati huo. Kwa afisa muuguzi huyu, hii si simulizi ya kusimuliwa. Ni hali aliyowahi kuishuhudia. Hutokea kazini kwake, ingawa si mara zote. Karibu katika Afya Agenda. Mimi ni Veronica Mrema. Leo tunaangazia tone la uhai. Ipoje safari ya tiba damu kutoka kwa mchangiaji hadi kwa mgonjwa aliyepo kitandani. Bahati nzuri wizara ina communicate na kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kwa mfano pale sisi Muhimbili huwa kama kuna upungufu wa damu zaidi, huwa tuna communicate na watu wa damu salama, tuna communicate na sehemu zingine pia. Kuna wakati tunazidiwa tunaenda mpaka hospitali ya Rugalo. Tunaagizaga pia mikoani zinakuja huku. Kwa hiyo kuna ile muunganiko kwa ufanyaji kazi. Hivyo sasa unaweza kukuta ile mgonjwa anahitaji damu ni kwa haraka, yani instantly anahitaji damu. Sasa kwa wakati huo damu tumepungukiwa. Inabidi asubiri, yani haina namna mpaka wafanye communication, wafanye mawasiliano kujua damu hiyo itakayoendana na yeye inapatikana wapi. Sasa unakuta huo muda na mgonjwa hawezi kusubiria huo muda. Kwa hiyo inapelekea yeye kupoteza maisha kwa sababu tu damu ipo mbali. Let's say mpaka itoke damu salama au mpaka itoke hospitali nyingine tofauti na pale. Kwa hiyo pia huwa inaumia. Yani unakuta damu sawa mnaweza mkaipata labda ipo sehemu ya mbali, lakini mpaka inakuja kufika pale unaambiwa yule mgonjwa tayari ameshafariki. Kwa hiyo kama muuguzi ni kitu ambacho kinaumiza, lakini kama tungekuwa na stock kubwa, watu wanajitolea kwa hiari, ingekuwa inasaidia, tungekuwa tunakuwa maisha ya watu wengi. Nchini Tanzania bado kuna kundi kubwa la watu wasio na hamasa ya kujitokeza kuchangia damu kwa hiari, hali ambayo inafanya ishindwe kufikia kiwango chake cha 1% ya idadi ya watu wake ili kutosheleza mahitaji halisi kama inavyopendekezwa na Shirika la Afya Duniani WHO. Kwa mantiki hiyo, ikiwa idadi ya Watanzania ni milioni 60 kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi, hivyo inahitaji wastani wa chupa 600,000 za damu salama kwa mwaka. Lakini kwa mwaka 2025 pekee imeweza kufikia kiwango cha 71% ya makusanyo. Ni wazi bado kuna upungufu. Makundi yanayohitaji zaidi tiba damu ni pamoja na wakina mama, hasa wakati wa kujifungua, wagonjwa hasa wa sickle cell na saratani mbalimbali, majeruhi wa ajali za barabarani pamoja na kundi la watoto. Licha ya wakina mama kuwa miongoni mwa wahitaji wakubwa wa damu, lakini bado ni kundi linalosalia kuwa nyuma kujitokeza kwa hiari kuchangia damu ikilinganishwa na kundi la wanaume. Kulikoni? Baadhi wanaogopa kwa sababu ya mabadiliko ya kimwili. Wanasema mwili unabadilika namna gani? Yaani vitu gani vile? Wadada wanaogopa kuchangia damu kwa sababu wanaogopa, si unajua si kila mwezi tunakuwa na damu, lakini afu hivyo mtu achangie damu, kwa hiyo anaogopa, anahisi labda atapungukiwa damu zaidi. Kuna wengine ambao pia wana mitazamo kwamba mwanamke anapojitolea damu hujiweka kwenye hatari ya kupata magonjwa mbalimbali. Hii huwarudisha nyuma
juu ya swala hili la kuchangia damu. Lakini masuala yote haya hayana ushahidi wowote ule wa kisayansi kuthibitisha. Ni mtizamo tu ambao umejengeka miongoni mwa jamii, hasa kwa wanawake. Watu wengi bado wana imani zao tofauti tofauti, na nadhani tuna kazi kubwa kama watu wa afya kuendelea kuelimisha jamii. Kina mama wengi wanaogopa kuja kuchangia damu kwa sababu ya uoga, sindano, mwingine anasema naweza nikazimia. Lakini akina baba wako mstari wa mbele kwa sababu wao wanaona kwamba wanaweza, why not? Wengi wanaogopa labda nikitoa naweza nikazimia hapo hapo. Hapana. Kwa ni sisi wataalamu wa afya tuna kazi kubwa kuendelea kuelimisha, lakini pia akina mama wasiogope. Pale wanapoelimishwa na wakaona kwamba inawezekana, basi wachukue hatua stahiki kwa ajili ya kusaidia jamii. Ni miaka 4 mfululizo sasa amekuwa akijitolea damu, na anashuhudia wazi kwamba hajawahi kupata changamoto yoyote ile wala ugonjwa wa aina yoyote ile. Ilianza mwaka 2022 baada ya kuhitimu form 4. Mama yangu tu alikuwa anaenda kuchangia, akaniambia Anita, twende tukachangie damu. Nikasema mama, mimi naogopa. Akasema usiogope, ni kawaida tu. Kuanzia hapo, yani kupitia influence ya mama yangu, alikuwa mama yangu ni mpenzi sana kwenye kuchangia damu. Kwa anasema tuchangie damu tusaidie watu, maana watu wengi wana uhitaji wa damu. Hivyo kwa kupitia influence ya mama yangu mimi hivyo nikapata tu ule moyo wa kujitoa. Kwa sikuona kitu cha ajabu kwenye kutoa damu. Kwa nilikuwa naona tu kawaida, hamna kitu chochote kilichonitokea. Kwa kuanzia hapo nikawa ni mchangiaji wa damu. Mpaka sasa hivi ni mara yangu ya 5. Kikwazo kingine kinatajwa hapa kuwa ni kundi la vijana. Wapo wengi ambao huogopa kujitolea damu kwa hiari, kwa kihofia hali zao za kiafya kutokana na mtindo wao wa maisha. Vijana wengi wa kiume kutokana na kujihusisha na mahusiano bila kupata elimu, kuwa na wapenzi wengi, inawapelekea kwamba kuwa na hofu, ajui sasa mpenzi wangu yupi anaweza kaa na changamoto fulani. Kwa hiyo kwenye issue ya kwenda kuchangia damu, anajua kwamba nitapimwa ukimwi, nitapimwa na magonjwa mengine ambayo yanaashiria kutokana na damu. Kwa hiyo kutokana na kujua kwamba nitapimwa ukimwi, anakuwa na mawazo kwamba mimi ikitokea kama na ukimwi, anakuwa na pressure. Hoja hii inaungwa mkono na mkurugenzi wa Bone and Blood Foundation. Vijana bado wako wanachipukia kwenye mahusiano. Kwa hiyo nitolee mfano kwamba tukijaga hivi tukao tunahamasisha tutachangia damu, mwingine anakuja moja kwa moja na kunongoneza, anauliza mnapima ukimwi. Kwa hiyo ni watu ambao bado wanatamani, yani unakuta bado ujana unamuita hapo anatamani kufanya vitu vizuri, hofu ya afya yake. Kwa hiyo anahisi kabisa kwamba akichangia damu, mambo ya kupimwa ukimwi, mwingine unajikuta anarudi nyuma. Lakini ili kundi la wenzetu ambao tayari washavuka ujana, unakuta kabisa kwamba anajijua, mwenendo wake wa maisha anaujua, mwingine unakuta ameshasetwa kwenye ndoa, anajua kabisa ana familia moja. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi yeye kuweza kujimonitor afya yake, matendo yake. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi yeye mwenyewe kujisimamia na kuwa mchangiaji wa hiari. Ni mara ya 8 sasa anachangia damu kwa hiari yake mwenyewe. Changamoto kubwa tunaiona, kuna uoga ndani yetu. Elimu imekosekana, umuhimu wa kuchangia damu, jinsi sometimes wengine naona kama vile tumekuwa tuna akili potofu sana kwamba unapochangia damu leo unafikia kipindi fulani umeshindwa kuchangia kwa wakati, kumekuwa na hizo story inaweza kukuletea madhara fulani. Sasa zile story nahisi zikiondoshwa na elimu ikapatikana sahihi, na tukapata wimbi kubwa sana la vijana ambao wanaweza kuhamasika, wanaweza kufanya swala hilo la uchangiaji damu na kuokoa maisha ya watu wengine. Upande wangu sikuhamasika zoezi hili la kuchangia damu kwa sababu nilishawahi kupata tatizo au kuna ndugu wangu alipata tatizo. Hapana, kwa sababu ni mchakato ambao nimeuanza nikiwa mdogo sana, tangu niko elimu ya sekondari, muda ambapo umri uliruhusu, kimo kiliruhusu, kilo ziliruhusu, nilianza zoezi la uchangiaji damu. Na kilichonisukuma ni moyo, kwa sababu tunajua tunaenda kuchangia ili tusaidie watu wenye uhitaji. Kwa hiyo moyo wangu ndio ulinisukuma mimi niweze kuja kuchangia damu. Lakini sikuweza tu kwenda kupata bila kupewa chochote. Niliambiwa kuna elimu 1, 2, 3
vikani encourage, nikaambiwa kwamba kuna watu ambao wana shida sana na wanatamani kuweza kupata faraja kutoka kwetu. Kwa hiyo ule moyo wangu tu wa upendo kwamba nikiamini ninachokitoa kinaenda kunyanyua maisha ya watu ambao wenye tabu, ndicho kilichonisukuma sana. Suala la elimu kwa vijana ni la kutilia mkazo bila shaka, kwani ikiwa watafikiwa zaidi, ni wazi kwamba itakuwa rahisi kwa Tanzania kufikia kiwango cha 100% ya mahitaji yake ya damu na hata zaidi. Bwana Elbad Foundation, watu wetu, maana tuna database ya watu ambao ni wachangiaji kwa hiari. Kundi letu sisi ni naweza kusema ni miaka ya vijana kuanzia 25 mpaka 45, ndo kundi ambalo naweza kusema 90% ndo lililobeba ile database yetu, ndo wachangiaji wetu ambao imefika kipindi sasa hivi kupitia elimu na kuwashirikisha kwenye haya makongamano ya kuchangia damu. Sasa hivi imefikia unaweza kuamka asubuhi ukakuta tu mtu ametuma message anasema leo ni siku yangu kuchangia damu, naenda kuchangia damu. Lakini changamoto inasalia, si asilimia kubwa ambao wanaendelea kuwa na uendelevu wa kuchangia damu kwa hiari. Tukizungumzia kundi la vijana, ni kwamba vijana tunaamini ni watu ambao bado wanajaribu, tofauti na makundi mengine, yani kundi la watu wazima ambao kuanzia miaka labda 45 kwenda juu. Vijana bado wanajaribu. Kwa hiyo leo ukimpa elimu ambayo ikawa ni nzuri, atakuja atachangia damu. Lakini kesho kama hujaendelea kumuinsist na haya michakato ya kimaisha, naamini ndo chanzo cha hawa watu, chanzo cha vijana kuwa wanaingia na kutoka katika kujihusisha na haya matendo mema. Nyingine watu wanahama. Leo tumekuja chuoni CBE, tumemhamasisha mtu amechangia damu, lakini kesho yule mtu labda tunaweza tukakosa follow up kwa sababu hayupo katika lile eneo ambalo tulimkuta mara ya kwanza. Anakoenda kule mkoa anaoenda unakuta anakosa hamasa kama aliyopata kipindi ambacho yuko CBE. Pale ni lazima utampoteza ule kuwa kama mchangiaji wa mara kwa mara. Ushauri unatolewa kwa madaktari na wataalamu wa afya pia kutumia njia rafiki zaidi ya jinsi ya kuwasiliana na kundi la vijana ili waendelee kupata hamasa, kujitokeza na kuchangia damu kwa hiari. Wanatakiwa wajue kwamba kizazi chetu sio kizazi kile cha mwaka 1900 zile ambavyo walikuwa wanaweza kuongea nao. Yaani kuna lugha ya kwetu kwa sababu kuna utofauti hapa. Kuna hata misimu ambayo imeingia ni maneno mbalimbali. Kuna lugha ambayo ukiongea naye kijana kwa namna mtaelewana, lakini hiyo lugha ukiongea na mtu watu wazima hamtaelewana. Kwa hiyo tunapaswa kupata elimu zaidi, kama kuna semina ambazo zitakuwa zinaandaliwa kwa mfululizo kuwapatia elimu zaidi vijana, kwa sababu vijana ndo wengi na tunapaswa kusave maisha yetu, kwa sababu changamoto zinaweza kutokea wazazi wetu ama sisi wenyewe wachangia damu. Tunatakiwa sisi tuwe vijana ambao tunajiamini. Msisitizo zaidi pia unapaswa kuweka katika kuongeza nguvu ya hamasa ya mawasiliano kwa njia mbalimbali za kidigitali ili kuvutia hasa kundi la vijana wa kizazi kipya kujenga desturi ya kuchangia damu kwa hiari nchini Tanzania.